Wazazi, je, mnawajengea watoto wenu misingi ya kifedha na ujasiriamali kutoka Biblia? Leo tutajifunza kwa nini watoto wanahitaji elimu ya biashara mapema, mafundisho ya Biblia kuhusu uwekezaji na ujasiriamali, jinsi ya kuwapa mitaji ya kiuchumi na kiroho. Biblia inasema, mwenye akili huona shida na ajificha, bali wapumbavu huenda na kuteseka. Fundisha mtoto njia ya apasayo kuenda, naye hataiacha hata akiwa mzee. Sababu za kufundisha watoto biashara: inawapa uwezo wa kujitegemea, inawafunza kusimamia pesa kwa hekima, inawaandaa kwa maisha ya baadaye. Mafundisho matatu ya Biblia kuhusu biashara: bidii na uaminifu. Mkono wa bidii huwafanya watu kuwa tajiri. Fundisha mtoto wako kufanya kazi kwa uaminifu. Mipango na hekima. Mipango ya bidii huleta wingi. Muweke mpango wa kufanya biashara. Kuwekeza na kukua. Mfano wa talanta: aliyepokea 5 akaongeza 5. Fundisha mtoto kutumia fursa na kujenga. Hatua 5 za kuwafundisha watoto biashara: wape mfano mzuri, waone jinsi unavyofanya biashara. Wapa mradi wa kwanza, kwa mfano kuuza vitabu, mapishi au huduma. Wafundishe kuhusu pesa, bajeti, akiba na uwekezaji. Waunge mkono kwa mtaji, toa shilingi 10,000 kwa mwanzo. Washirikishe katika maamuzi, waweze kujifunza kwa makosa. Wajasiriamali wa Biblia waliofanikiwa: Yosefu alikuwa msimamizi mzuri na mwenye hekima. Daudi alitumia ujuzi wake kwa ajili ya kazi. Lydia, mfanyabiashara wa nguo aliyefungua kanisa. Kumbuka, Biblia ina mifano mizuri ya ujasiriamali. Wazazi, muweke misingi ya kiuchumi na kiroho kwa watoto wenu. Wafundishe kuhusu bidii na uaminifu. Wape fursa ya kujifunza na kufanya makosa. Waombe pamoja na kuanzisha mipango yao. Je, tayari umewahi kumfundisha mtoto wako biashara? Andika maoni yako hapa chini. Subscribe kwa mafunzo zaidi ya familia na biashara. Asante kwa kutazama.